Gwiji Jesus Titanic. Mko hapa kujulisha kwamba mimi mwenye furaha sana, na kinachofanya niwe na furaha muda mdogo sio mkubwa unakuja kukiona. Lakini kabla sijaanza kukueleza mbona niko hapa mbele yako, nataka kukupa story yangu ya mapenzi kwa kifupi. Kwa kifupi, kwenye mapenzi mimi si Jesus Titanic. Hapana. Kwenye mapenzi I'm not Gwiji, mimi si Gwiji mwenye unajua. Kwenye mapenzi naitwa Jesus Man, ile jina ambalo niliitwa na wazazi. Kijana ambaye ni humble sana mbele ya moyo wa mtu ambaye nayempenda sana, kwa mnyenyekevu sana. Kwa wale ambaye wamekuwa wanawake wamekuwa kwenye mahusiano na mimi, haimini wanajua, ni mashahidi. Kama mtakuwa vizuri mkiacha wivu my ex zangu, mcomment hapo muombe ukweli mashabiki zangu mimi mtu aina gani kwenye relationship. Nakuwaga mtu mpoa, humble. Napenda sana kusikiza mwanamke wangu. Napenda sana kufurahi mwanamke wangu akiwa happy. Napenda sana kuona mwanamke wangu akiwa huru. Mapenzi yangu sio jela kwa mtu ambaye nampenda. Sitaki mpenzi wangu ahisi hata siku moja kuwa relationship yetu ni kama prison ameingia. Napenda akiwa na freedom, akiwa ana enjoy mapenzi yetu. Lakini pia kwenye mapenzi yangu napenda sana maendeleo, kwa sababu ninajua adui yetu mkubwa ambaye anaweza kuwa chanzo kikubwa kutengana ni njaa. Akianza kutamani kuchukua nywele, pesa ikose, ataanza kutamani nje. Akianza kutaka kula chips, pesa ikose, ataanza kutamani nje. Akianza kutamani kutengeneza nails ikosekane, ataanza kutamani nje. That why najituma sana, lakini pia naye nikimsisitiza sana kwa kuweza kunisupport sana kwa vile vitu ambavyo ninavyokuwa ninavifanya. Nitawapa mfano. Kuna kitu ambacho wengi hamuelewi. Hapo nayasema haya yote, kuna a big reason nimefanya niwaambie haya. Wanawake wengi wanaona kusupport mwanaume wao ni kama ni hasara, ni kama kupoteza. Sio kweli, sio kupoteza. Lakini niseme kwamba nataka niwafunze kitu kimoja. Ni kwa sababu mimi ni mmoja wa watu ambaye tumekosana na wanawake wangu. Nimekosana na wanawake wawili kwa sababu ya kutokunipa support kwa vile vitu ambavyo nilikuwa navifanya, na nilikuwa serious sana nao, ambaye inshallah Mungu angetaka tungekuwa tuko pamoja kwenye ndoa, lakini hawakuweza kunielewa. Sasa nataka niwaambie kitu wanawake wote general, dunia nzima, wa Burundi, wa Rwanda, wa Amerika, wa Kenya, wa Uganda, ni wote. Mwanamke anapofikisha miaka dati kuanzia 25 kwenda juu, na mwanaume afikishe miaka 25 kwenda juu, hawa watu wanakuwa na ndoto mbili tofauti. Mwanaume amefikisha miaka 25 ana ndoto ya kutamani kumiliki pesa, ana ndoto sana ya kutamani kuwa na nyumba yake, ana ndoto sana ya kutamani kuwa na gari yake, ana ndoto sana ya kuwa na mabiashara zake. Hiyo ndiyo ndoto ya mwanaume yoyote ule duniani ambaye ako na miaka 25 kwenda juu. Actually wanaume ni from miaka 18 kwenda juu. Lakini mwanamke mwenyewe miaka 18 kwenda juu akishafikisha 25, ndoto yake inakuwa hata awe amesoma, awe na pesa, awe ameokoka, awe ni president, awe ni mwanasiasa mkubwa, yoyote yule, huyo mwanamke anakuwa kuna ndoto ya kuolewa, ambaye anaenda kila kanisa kiomba nipate bwana nifanye nini. Sawa, kesho unakutana na ule kijana ambaye kuna miaka 25 amekubali mwani, unaanza kushika mwana. Wewe unasahau sasa. Wewe ndoto yako ambaye ilikuwa ni kuolewa, wewe ishatimia. Lakini ule mwanaume ile ndoto yake ya kuwa na biashara, kuwa na nyumba yake, kuwa na gari, yeye yake haijatimia. Yeye bado safari bado ipo. So wewe mwanamke unaanza unajisahau, unaanza kuona solution imepatikana. Next uzaiwa. So uko hapo, nafikiri unakaa chini mwanamke unasema mimi ndoto yangu ishatimia, nimepata bwana, niko na job, ni sahihi chenye kimebaki nizae watoto wangu nilee. Lakini unasahau wewe umetimiza ndoto yako ya kuolewa.
Lakini yule mwanaume, ile ndoto ambayo amekuwa anang'ang'ana nayo kuanzia miaka 18 ya kutaka kuwa na nyumba yake bado, kuwa na gari yake bado, kuwa na mabiashara zake bado, ndo afili sasa ako comfortable kama mwanaume, atulie mahali pamoja, aseme sasa niko na nyumba, nina gari na mabiashara, nikae sasa na familia yangu, bibi yangu na watoto wangu tu enjoy, tukingoja siku Mungu atatuchukua. Hiyo kwa sababu umeisahau, utaanza kung'ang'ana na mambo yako huko, mwanaume wako umemtupiana, na hapo ndipo ndio inaharibikia. Mwanaume anaanza kukutana na watu wengine wanamuonyesha in future zile ndoto zako tunaweza kusaidia kuzitimiza. Mwanaume unaenda job, mwanamke ukilipwa 50,000 una feel guilty kuchukua 200, waambie bwanako baby, hii 200 boost hiyo biashara unafanya ya gas, ili umsaidie kufikia zile ndoto zake. Wewe uko busy tu, kila kitu yako uko busy tu, ukiona ndoto yako ilitimia. Sasa kule nje kuna wanawake wako tayari, ambaye ako tayari akikuja kwa duka yake ya gas amwambia kuna shida mitungi 2, ako tayari mwanamke kumwambia sisi jana tumelipa, shika hii pesa ndio ununue mitungi 2. That way kesho utaanza kusikia bwana hapa kuna bibi mwingine mahali pengine, kwa sababu yule mwanamke amemuonyesha mwelekeo wa ndoto zake ambazo wewe bibi yake umekuwa mjinga hujaziona, ili uweze kusaidiana na bwanako. So wanawake ni washauri kusupport mwanaume ambaye anakupenda, sio dhambi. Achini kujifanya busy sana. Alright. Nilikuwa tunapaka story kidogo because I know men. Unajua wanaume wanahitaji nini, unajua wanawake wanahitaji nini. So sababu nimewapiga hiyo story, kwa mfano mdogo niliwaambia mimi nimewahi napenda sana, mimi kama mimi napendaga sana gift. Na napendaga mwanamke everyday ananionyesha kesho yetu itakuwa nzuri. Mimi nataka nikifungua biashara, mimi mnanijua mimi si mtu. Haimaanishi mimi naomba, siombi mimi, sijaomba mwanamke yote kitu yote chenye sipendi. Mwanamke mwenye napenda mimi namuomba, namuitisha. Mimi nikifungua biashara yangu hata kama ni milioni 2, mwanamke wangu utamwambia mama, ile biashara yangu unanisupport wapi? Kwa sababu hiyo biashara ndio itasaidia na mimi itanisaidia, itatusaidia pamoja. Lazima ni support hiyo, najua ni haki yangu. Haya. Sasa mimi kwenye vitu napenda apart from hiyo, napenda sana zawadi. Kuna mwanamke sitamtaja, aliwahi siku moja nilikuwa natoka kwake usiku saa 6, saa 4, saa 5. One day akaniletea gift ya kisu. Kisu kazuri kale kwa wanajeshi, ka silver. Akaniambia daddy, hii ni yako, itakusaidia in case siku unaweza shambuliwa na mtu usiku. Nilifurahi sana, nikasema wow, ananipenda, ananijali, anajiuliza mwanaume wangu sikanaweza kutana na mkora akiwa na kisu atafanya nini. Ilinifurahisha sana mpaka wale wasiodanganya wao mwanamke atuiko na yeye, lakini bado inanipendeza, inafanya na bado na respect ndani yangu, hata kama tuliko sana, siku zilikuja zikatenda yake na hiyo kisu akakuja kairudia kabeba, but nasikia bado niko kwa roho yangu na appreciate. So kuna mwanamke pia tulipendana more than 6 years ago, alinipea gift ya kakitu kwa kuvaa kwa mkono, kabling mpaka waleo niko nako 6 years ago. Unasikia nijisikia ni mimi napenda zawadi. So leo sababu niko hapa kuonyesha my new gift ambaye sitawaambia mtameileta. Mnajua nyinyi mko na ujinga, mtaanza kucomment zenye hazinipendezi. Alright, gift yangu ni hii. Hii flower, huyu mtu ambaye ameniletea anajua mimi napenda sana flower. Hii flower imetoka airport Jomo Kenyatta. Imenunuliwa nchini Ethiopia. Acha niweke hapa, cameraman anaonyesha mahali nimeiweka. Na hapa mahali nimeiweka kwa hii video itaishi hapa ni ndani ya nyumba yangu. Itaishi hapo. Hapa niko ndani ya kitchen, lakini huku ni sitting room. Naishi nyumba inaitwa open kitchen, nyumba ya kisasa. Haya, tuendelee huku cameraman. Hiyo gifti nimeletewa na mtu ambaye sitawaambia ni nani, lakini anajua, amefanya research akajua napenda maua, kwa sababu alitembea kwangu mimi kama mwanaume akakuta kuna tu maua 3. Mimi akasema wow, akasema
Sikujua kama ilimwenda kwa kichwa, lakini labda aliona ndani yake mwanaume anapenda flower. Mimi napenda sana by the way, hajajidanganya. Mimi silewi, sikunywi pombe. Wanaume wote ambao mko mabeshte zangu, mapromoter wote tumefanya kazi na nyinyi, wasanii wote tumefanya kazi na mimi na madansa, mnanijua. Hamjai nishuhudia. Hata ex wangu wa 2010 ukimuuliza atakwambia yule mwanaume hatumiagi any drink. Haya, si smoke, but furaha yangu ni vitu I like so much. Mimi napenda sana kutembea na napenda sana gift. Hivi vitu vingine vyote ukifanya kwangu ni bure, unajidanganya. Kama unanipenda unipe zawadi, usikudanganye umenipapasa moyo. Kama unanipenda tutoke mahali kama Nairobi tuende ku visit Naivasha, tutembee Kisii, tutembee Kisumu. Hizo ndizo vitu sana, hizo trip zinani make happy sana. So thank you so much kwa mtu ambaye ameniletea flower. Ile flower I mean hapa Kenya inatoka ni 9,000. Inatoka 9,000 because ni takriban. Unaisikia? Waonyeshe cameraman. Unaisikia vile napiga kelele? Hii ni takriban. Hiyo ni original flower. I mean hapa Kenya inatoka 10,000. Na appreciate sana. Si kwamba 10,000 sina, naweza jibaia, lakini huyo mtu amechukua 10,000 akanibaia flower. Si angefanyia kitu kingine inshallah. Amenifikiria, ameniwaza vizuri. Alafu hajaleta hiyo tu, ameniletea shower gel. Shower gel naifanyia nini? Waonyesha hapa chini cameraman. Hii ni kitu yangu ya kuogea. Napenda sana sana kukaa kwa hii kitu nikiwa na stress, na ikaga maji moto, nalala ndani na enjoy. So hii unaweka ndani. Hii I mean Kenya inatoka 2,000. Yeah. And then niko na my ex amewahi pia nipa gift ya kitu kama hii. I love you so much. Sikuchukii mama kwenye huko. Akisikia hivyo atajisikia ni nani. Naye aliwahi kuniletea kitu kama hii. So I love you so much hata kama ilienda hivyo. Lakini ameniletea another hii. Unaiona? Inaitwa Secret City. Ni ya kuoga pia, ya kufanya ngozi iwe nyororo, iwe nawili. Hii pia inatoka imeni 2,200 kwa supermarket. Mtaniambia watu matajiri hapo wakwenda na hivi kununua hizi vitu. Lakini pia amenikujia na haka kitu kwa kutengeneza uso. Ikiwa ni takriban kwa sababu huyu naye ni kama anapenda nikiwa na sura nzuri. But sitasema ni nani, si niliwaambia huyo. Cameraman waonyeshe hizi gift huko vile ziko. Ambazo ndizo zimenimeki happy. Ngalisha huku cameraman. Alafu kitu ya kushangaza. Hapa niko ndani ya kikoni. Ndani ya kitchen. Kitu ya kushangaza ni kwamba I'm so happy. So nashukuru sana kwa gift ambayo umeniletea. Hata na feel na sweat kwa sababu ya ukubwa wa gift. Nashukuru sana. Hata hapa kuna ingine moja imebaki hapa ndani, lakini hii sitawaonyesha. Hii ni siri yangu na yeye sitaweza kuwaonyesha. So kikubwa ilikuwa ni hicho, kuwapiga story kidogo about maisha yangu kwenye ulimwengu wa mapenzi. Ninapenda sana, lakini pia na kuwaonyesha kwamba nina raha sana kwa zawadi ambayo leo nimeletewa. Nitaishi kukumbuka tukiwa na yeye, hata kama ikifika wakati tusikue na yeye, bado nitaendelea kumkumbuka kwa sababu hii flower nikikwambia itaitoka kwa nyumba hiyo nayo ni uongo. Mimi nawaambia ukweli, mimi mwanamke akinipa gift ama mwanaume anipe gift, hata kufanyike nini, hakuna mtu yote anafaa kuguza hiyo gift. Tawaambia ukweli, niko na wanaume kama wanne, wanaume kama Harmon, wanaume kama Vini, mheshimiwa OCS hapa Embakasi. Ni watu wamewahi kunipa magift ambazo hizo gift mahali nimeziweka hata huwezi ukaguza hata kidogo. So mimi napenda sana gift kwenye maisha yangu. So na appreciate sana. Kuna mtu mwingine aliwahi nipa dryer nikifungua saluni, akaniambia hii gift ni yako, akinipongeza kunionyesha ongeza bidii. Ni kwa sababu umefungua saluni, nimekuletea gift ya dryer kukausha makastoma ndani ya saluni yako. Naipenda sana hiyo dryer. Sasa niko na dryer 4
kwa saluni yangu namba 5, duka yangu ya 5, kuna dryer 4, lakini hiyo dryer kuna mtu amenibembeleza nipatie 10k, nilimwambia siwezi kuuzia. Akanipa 15k, nikamwambia siwezi kuuzia. Nikamwambia si kwamba pesa yako ni kidogo, ni siwezi kuuzia kwa sababu ninajua story ya hii dryer. Ni mtu alikaa chini kaona hii pesa yangu nimeiacha, nimnunulie dryer rafiki yangu. So na appreciate sana, na gift ni mob sana, nimekuwa nikiletewa magord na nini. Cameraman, njoo camera. Let me show you something. Simama kwa cameraman. Nataka kuwapa mfano ili mjue ni jinsi gani Titanic Jesus anapenda. Hii na leo sijaiweka maji. Nataka kuwaonyesha ni jinsi gani mimi napenda gift. Hii rafiki yangu najua anaoji. Ata comment awaambie hii nilipewa na rafiki yangu, ni kijana anaziuza hapo E3. Nilitembea kwake akanipa gift. Niko nayo na niko na jug nyingi ya a lot of money. Jug ambazo ni expensive sana. But tunaona iko kwa sababu na appreciate sana, nilipewa na rafiki. Isitoshe, hii ni gift nimepewa after kutoka kuimbia beshte yangu Naivasha kama award ya kwanza. Mama yake akanipatia hii. Unaona imeandikwa na Kiarabu. Waonyeshe vizuri cameraman. Hizi ni gold by the way. Hizi ni gold. This is real gold. Msifikirie ni vitu za umbwaki. Unaona? Haya, alafu istoshe after mwisho wa yote baba mwenye hiyo boma kanipa hii. Sogea hapo waone. Unaona? Napenda sana. That's why I tell you kwamba napenda sana zawadi. So, thank you so much. Mungu awabariki. Alafu kwa Wakristo nawatakia Pasaka nzuri njema. Tumeingia wakati huo wa mateso ya Yesu Kristo. Kwa Waislamu, kwa wajuu, najua labda kwa imani za kupishana kidogo tunaweza kuwa hapo hatujapatana kwa wakati mmoja, lakini pia nyinyi juzi niliwatakia Ramadhani njema kwa sababu ni juzi mlikuwa kwenye mafungo. So good night. I love you so much. Subscribe my YouTube channel Jesus Titanic, TikTok Jesus Titanic, YouTube Jesus Titanic, Facebook Jesus Titanic. Lakini pia nichukue nafasi ya kukualika ndani ya biashara zangu ikiwemo masaluni. Niko na saluni number 1 Kayore, number 2 Umoja, number 3 Gate B, number 4 Tasia, number 5 Embakasi, number 6 Embakasi Village, number 7 nimewaongezea kinyozi zingine hapo Umoja 2 Market. Lakini pia istoshe leo nimeongeza another business ambayo inaitwa Beaver number 9 Electronic. Simama tunashinda kwa maana mkuja hapo mtu promote kutupata kwa namba ya simu kitaka kuuliza swali ama nataka kuja kutupromote. Unapata kwa 07 98 40 6020 07 98 40 60 20.